Merhaba, ben Khamis, Türkçe öğretmenim. Ni mwalimu wa Kituruki ndani ya Mapindi, na somo la 6 leo tunakwenda kujifunza baadhi ya maneno kutokana na herufi ambazo tumezisoma katika somo lililopita la 5, kwamba muundo wa herufi katika maneno unakuwaje, zinaunganishwa vipi na vitu kama hivyo, na usomaji wa maneno. Sawa, manake ukishasoma herufi, ukishajua inasomwa vipi, alafu ukaona kwamba kuna neno inakaa vipi, ukalisoma neno ukaliweka kwenye sentensi, ukazungumza, ukaandika, tayari. Kwa hiyo hizo ndio hatua ambazo tunaweza tukaenda nazo katika kujifunza lugha yoyote ile. Sawa. Kwa hiyo tuandike baadhi ya maneno ambayo yatakuwa yanaashiria tunafanyia kazi kile tulichokisoma kwenye somo la herufi. Maneno kwa mfano kwa mtiririko wa herufi zenyewe. Arkadaş, arkadaş manake ni rafiki. Arkadaş, rafiki. Baba ni baba. Halafu jam ni kioo. Halafu tuna çocuk ni mtoto. Halafu tuna ders ni somo. Ev, nyumba. Halafu tuna fare ni panya. Panya yule mnyama, au panya hii mouse ya kompyuta. Halafu tuna kitu kinaitwa gül. Gül ni ua. Ağaç. Hii gei mushagi yenye kikofia juu ikiwa katikati ya neno, tunaposoma herufi tunapolisoma neno inategemea na herufi inayofuata baada ya hii au kabla ya hii. Basi hapa panakuwa pana mvuto. Ağaç. Unaona? Ağaç. Sawa. Ni mti. Ağaç ni mti. Havuç ni karoti. Tuna izgara manake ni iliyobanikwa. Ish ni kazi. Jilet ni kiwembe. Jilet cha kunyolea. Sawa. Huu ni mtiririko wa maneno ambao tunaweza tukaendelea nao, kwamba tuna kalem. Kalem ni kalamu. Alafu tuna lamba ni taa. Masa, meza, numara. Namba, otobüs ni basi. Otobüs. Tuna kitu kingine, öğretmen. Öğretmen ni mwalimu. Sawa. Alafu tuna para ni pesa. Tuna kitu kinaitwa resim. Resim ni picha. Naam, tunaweza tukaendelea na mtiririko mwingine. Kuna neno ni saç. Saç ni nywele. Tuna kitu kinaitwa shishe. Shishe ni chupa. Tahta.
tahta ni ubao. Huu naandikia ni ubao. Ubao mwingine tu wote ni ubao. Sawa, tahta. Alafu kuna uçurtma. Uçurtma maana yake ni tiara. Tiara tunajua ile pembe tatu. Pembe tatu na kwa pembe ngapi? Pembe tano. Chap chap, tatu tatu. Ya, ni pembe tano. 1 2 3 4. Sorry, ni pembe 4 lakini imekaa kwa muundo wa msambamba. Hiyo ni uçurtma, tiara. Alafu kuna kitu kinaitwa ütü. Ütü, pasi. Alafu kuna kitu kinaitwa valiz. Valiz ni begi. Alafu kuna kitu kinaitwa yemek. Yemek ni chakula. Alafu kuna kitu kinaitwa zeytin. Zeytin ni zaituni ambazo zinatumika sana kwenye chakula wakati wa breakfast kwenye tamaduni za vyakula nchini Uturuki. So haya ni orodha ya majina ambayo unaweza ukawa umeyaona na namna gani tunaweza tukawa tunayasoma na maana zake tayari tumeshazitoa. Kipengele kinachofuata ni tuna baadhi ya maneno iwe kama ni homework, si ndio? Iwe kama ni homework fupi ambayo unaweza ukaifanya ukiwa nyumbani. Sawa? Nitaandika hapa alafu nyinyi mtasahihisha kwenye madaftari yenu. Kuna kitu hili neno ulisahihishe liwe neno sahihi. Sawa? Kuna kitu kingine na hili neno ulipeleke kuwa neno sahihi baada ya kupanga vizuri. Halafu kuna kitu kingine lipeleke kwenye neno sahihi ambalo ni mlango. Neno sahihi Kituruki itakuwaje? Sawa. Yanatosha ya maneno matatu. Yanaweza mkafanya kazi, mkaandika kwenye madaftari na ikawa kama ni au tuongeze la 4. Ni ili ulipeleke kwenye neno sahihi. Na hayo yatatosha kwa sasa. Nadhani huu uwe ni mwisho wa somo letu la 6, kwani tayari tumejifunza vya kutosha. Orodha maneno tumeipata, lakini pia tumetoa hapa homework ambayo inaweza ikakusaidia kukujenga, kukupima ni umejifunza katika masomo ambayo yamepita. Ni vizuri sana na basi tukutane katika somo lijalo la 7 na tutaenda kuzungumzia masuala mengine tofauti ambayo yanahusiana na kanuni za kilugha. Basi baadaye au tukutane kwenye somo la 7. Mapindi Elimu Kiganjani. Kwaheri.